Leo kwa mara nyingine katika diaspora na uchumi, Watanzania wanapatikana maeneo mbalimbali kutoka Mawio mpaka Machweo. Wanaweza kuwa wanapatikana mashariki, wanapatikana magharibi ama kokote ambako wanapatikana. Kwa diaspora na uchumi tunapata nafasi ya kuzungumza mambo mbalimbali ambayo yanaweza kumfaa Mtanzania ambaye yuko nyumbani Tanzania au ambaye yupo kwenye nchi nyingine akifanya shughuli zake ama akipanga kufanya shughuli ambazo zitaendeleza kukuza uchumi wake mwenyewe, uchumi wa familia yake, uchumi wa jamii yake na uchumi wa taifa kwa ujumla. Mimi ni Justus August na hii ni Daily Online TV kukuletea hii program maalum ama kipindi maalum ambacho tunakiita Diaspora na Uchumi. Kwenye hii Diaspora na Uchumi tunapata nafasi ya kuzungumza na watu mbalimbali. Baadhi wakiwa ni wana diaspora walioko nje ya Tanzania, wengine wanaotoka Tanzania kwenda kuhudumia diaspora nyingine. Kwa leo tunapata nafasi ya kuzungumza na ndugu Nduruma Majembe ambaye kwa taaluma ninayofahamu ni wakili ambaye anafanya kazi na watu mbalimbali, makundi mbalimbali, taasisi mbalimbali, watu walioko Tanzania na walioko nje ya Tanzania. Kwingine ni navyomfahamu ni muogeleaji, ameshiriki kwenye mashindano mbalimbali ya Tanzania na nje ya Tanzania. Na mpaka sasa pia yeye ni kiongozi ndiye mwenyekiti wa Masters Swimming Tanzania, ile kamati ya waogeleaji wa zamani ama waogeleaji ambao wameshavuka miaka 25 na kuendelea. Karibu Bwana Nduruma. Asante sana. Habari ya wewe? Habari nzuri. Leo tunapata nafasi ya kufanya maongezi. Tumekuwa tukifanya mengi mimi na wewe tukiwa Tanzania, tukiwa nyumbani, tukiwa ofisini, tukiwa kwenye pool deck, tukiwa kwenye gari, kwenye simu na maeneo mbalimbali. Leo tunakutana Falme za Kiarabu Dubai, tukijadili mambo ya diaspora na uchumi. Naamini kwenye kazi yako unakutana na diaspora. Uongo kweli? Ni kweli, ni kweli. Sasa leo tuwazungumzie hawa diaspora ambaye unafikiria kufanya chochote. Mengi tunayoyafanya tunaweza kuwa tunahitaji input ama msaada wa kisheria kwenye yale pengine unayonunua, kwenye yale unayowekeza, kwenye yale unayopanga kufanya. Leo tunapata nafasi ya kuzungumza na wakili mzoefu. Sasa wengine wanasema wakili msomi. Naamini wakili yeyote amesoma, lakini leo kiupekee tupo na wakili msomi. Ndugu Nduruma, kabla sija kuuliza maswali yetu ya kidiaspora, nikuombe kama kuna kitu nimesahau kutambulisha, unaweza ukakitambulisha zaidi kuhusu wewe. Lakini 2, utakapokuwa unakitambulisha hicho kitu kama kipo nimesahau, imekuwaje ukajikuta Dubai? Kwanza nikushukuru sana ndugu yangu Justus. Karibu. Mwanzo kabisa hii ni mara yangu ya kwanza kufika Dubai. Wow. Namshukuru Mungu, safari yetu ya kutoka Dar es Salaam kufika Dubai ilikuwa ni nzuri tu sana. Ndio. Na mazingira ya Dubai tumeyafurahia. Na hapa mimi nimeambatana na rafiki yangu wa karibu sana, wakili mwenzangu Makubi. Ndio. Ambaye tuko naye katika safari ya kuelekea Uswizi. Ambako tunaenda kufanya kazi za kisheria. Kwa hiyo tumestop hapa. Tunawashukuru sana kwa kutuhost. Tunawashukuru wote kwa niaba ya Daily Times. Ndio. Na Daily Media kwa kuweza kutuhost na kufanya mahojiano. Tunashukuru. Mimi kwa niaba ya wote, kama ulivyowatambulisha watazamaji wako, mimi naitwa Nduruma Majembe. Mimi ni wakili. Mawakili tuko wana nyingi. Ndio. Lakini mawakili waliosomea na kufundishwa uwakili baada ya kumaliza ile shahada ya uwakili wale na kuapishwa na kupewa leseni za kufanya kazi Tanzania, wale wanaitwa mawakili wasomi, kwamba ni learned, kwamba walifundishwa kwa training na kuwa mawakili. Na hata wewe pia unaweza ukawa ni wakili. Ndio. Ambaye sio msomi kwa sababu labda taaluma yako haikukufikisha kwenye kupata degree ya sheria. Okay. Sasa kama ulitaka kuonesha kwamba mimi ni kati ya wale bora sana, labda ungeniita wakili nguli. Okay. Au wakili mkongwe, kwa sababu kwa kweli ndio ninaitwa senior counsel kwa sababu katika practice yangu nina miaka zaidi ya 15 na karibia mwaka wa 20 tuseme.
Wow. Kwa hiyo kwenye kazi ya wakili nipo muda mrefu. Hongera sana. Asante. Kwa hiyo uwakili wangu naofanya, nafanya uwakili wa namna nyingi. Nafanya family law, nafanya sheria za biashara ambayo ni mikataba, mambo ya makampuni na nini, lakini pia nafanya wakili wa michezo. Nimetaja tu hizo chache ili tuweze kufupisha kidogo, lakini ninadili na mambo mengi sana yanayohusiana na uwakili. Ndio. Lakini pia hata inapotokea kesi za jinai, mimi ni mtetezi. Watu wanaotuhumiwa na makesi ya jinai, mimi nimekuwa nikifanya kazi ya kuwatetea. Wow. So nawashukuruni sana Diaspora, niko tayari kusikiliza chochote ambacho tunaweza tukajadili chenye manufaa. Basi nashukuru sana. Safi sana. Kwa wakili mbobevu. Mbobezi. Mbobevu. Well, kwenye hayo ambayo umesema kwamba una deal nayo, nimependa yote, lakini zaidi tunaweza tukajikita kwenye wakili wa makampuni, kwa sababu wapo diaspora ama Watanzania walioko nje ya Tanzania, pengine wana makampuni yao huko nje ya Tanzania ama kampuni zipo Tanzania. Lakini kingine umetueleza kwamba ni wakili wa michezo. Hapo tutapagusia kidogo, na pengine naweza kuanza kunusanusa kulingana na rangi ambayo naiona kwenye mavazi yako kama unahusika na timu hizo. Lakini pia kitu kingine ambacho tunaweza tukajadili ni kwa kiasi gani sisi wa Tanzania tulioko nje ya Tanzania tunaweza kunufaika na huduma yako. Naamini inaitwa legal services. Yes, tunaweza kunufaika na huduma yako. Umesema huko safarini kwenda Uswisi na ukapata nafasi ya kupita Dubai. Sasa tunapata nafasi ya kuzungumza na wewe. Uswisi unaenda kikazi, kimatembezi, ama sababu binafsi nyingine ambazo sio sababu ya hizo? Uswisi naenda kikazi. Ninaenda kikazi na ninaenda kama wakili wa shirikisho la mpira la Tanzania, ambapo hiyo kesi sisi tunaona ni kesi ambayo ina maslahi mapana sana ya taifa. Ndio. Na kwa hiyo tofauti na kwamba ni kazi ambayo unaweza ikawa tuseme ni kazi ya kutupatia chakula, lakini tunachukulia kwamba pia ni utumishi kwa taifa. Kwa kifupi tu ni kwamba hiyo kesi inahusu malalamiko yaliyoletwa na timu ya mpira ya Guinea, ambao wanadai kwamba kwenye mechi ya mwisho ya kufuzu kuenda kwenye AFCON ya 2025, ndio, aliingia dakika 73 mchezaji anaitwa Ibrahim Ame, akichukua nafasi ya Mbwana Samata. Sasa lalamiko la watu wa Guinea ni kwamba mchezaji aliingia Ame aliingia amevaa jezi tofauti na ile ambayo alikaguliwa nayo. Sasa tumeshaifanya hiyo kesi katika mamlaka za chini za CAF, ndio, ambako kwenye disciplinary body ya CAF tulishinda mwanzoni, wakakata rufaa kwenye disciplinary appeals board ya CAF, tukawashinda. Sasa wameenda kwenye chombo cha mwisho ambacho ni CAS, ambayo makao yake ni Uswizi. Na kwa sababu ya complexity ya hiyo mata imelazimika kwamba twende physically. Kwa sababu jopo liliagiza kwamba lazima twende tukawa address physically, kwa sababu kutakuwa na mashahidi wa upande wa Guinea na nini. Kwa hiyo imelazimika tusafiri kwenda Uswizi. Kama nilivyokuambia, niko na mwenzangu Makubi ambaye pia tunafanya naye hiyo kazi kama mawakili tunaoshirikiana. Wow. Yeah, kwa hiyo kinachonipeleka Uswisi kwa kifupi ni kazi. Ni kazi. Ni kazi. Wow. Sisi wenyewe tupo hapa kwa ajili ya kazi, na hii tunayofanya hapa maongezi ni sehemu ya kazi. Ni jukumu la kitaifa, ni jukumu la kulinda image ya taifa la Tanzania kupitia mpira ama kupitia michezo. Hongera sana na tukutakie heri wewe na timu ambayo mnaenda kushughulikia hilo swala. Mrudi na ushindi kama ambavyo imekuwa kwenye hizo hatua za mwanzo. Asante sana. Tunaamini kwamba mtafanya vizuri, na
kinachowapeleka kitarudi na tabasamu naloenda nalo. Hakika, kwa sababu ikitokea tofauti na hapo, ina maana Tanzania itakosa nafasi ya kushiriki AFCON 2025 na 2027. Sisi ni wenyeji, kwa hiyo sisi tunapigana nguvu zote tuhakikishe kwamba hakuna kibaya kitakachotokea kutuharibia nafasi yetu ya kushiriki, lakini pia kuhost 2027. Okay. Sina uzoefu sana kwenye hali, ningetaka kuuliza kwamba ikitokea tumepoteza, ni ikitokea kwenye hii kesi ambayo mnaenda kushiriki, matokeo yakawa, uamuzi ukawa ni tofauti na tunavyotarajia, Tanzania itakosa nafasi, itapoteza nafasi pia ya kuhost hayo mashindano, ama yataendelea lakini haitashiriki, timu yake haitashiriki? Hayahusiani sana mashindano ya 25 na 27, kwa maana hiyo kwamba sisi ni wenyeji kama walivyo Kenya na Uganda, ambayo tulishashinda ile bid. Lakini kwa maana ya taswira, kwa sababu hicho kitu wanacholalamikia kinatuletea sura mbaya kama ikifika huko. Sasa tunaongea kama. Lakini ni kuhakikishia tu kwamba tumejipanga vizuri na kesi yetu iko sawa sawa. Lakini kwa kujibu tu swali lako, kama ikitokea, maana yake ni kwamba mwenyeji wa mashindano yanayofuata baada ya hapo atakuwa ameondolewa kuwa disqualified kwa sababu za nje ya mpira. Okay. Kwa hiyo nafikiri sisi tunapigana kwamba hicho kitu kisitokee ili tuweze kunanena. Kwa kweli tumejipanga vizuri na kesi yetu tumejiandaa. Swali la mwisho katika hili la michezo ni tofauti na kesi, kuna kesi nyingine ambayo umewahi kusimamia kama maadili ama miko inakuruhusu, ambayo unasema umeshiriki na imeleta matokeo mazuri? Inawezekana Watanzania wamewahi kukuona sehemu ukiwa unashiriki kwingine, sasa leo wajue kwamba hiyo kesi umewahi kufanya. Baada ya hilo swali tutaenda mapumziko kidogo. Nitasema kwa maana ya mimi, lakini pia sisi. Yes. Kwa sababu kama nilivyomtaja Makubi, tumefanya naye kesi za michezo almost zote. Kesi ambayo iliniibua mimi na Makubi ni kesi ambayo ilimhusisha mchezaji wa mpira kutoka Ghana, anaitwa Bernard Morrison, au anavyojiita BM3. Anatembea juu ya mpira. Sasa hasa kipindi ambacho Bernard Morrison alikuwa amehama kutoka Yanga kwenda Simba, na Yanga walikuwa wametia mguu chini kwamba hawezi kuondoka. Kwa hiyo ndo kesi kubwa ambayo kwa kweli ilituibua, ikatuweka kwenye ramani ya mawakili ambao wanafanya kesi za michezo hasa mpira. Lakini pia nimeshiriki kwenye kesi ya Feitoto. Wakati Feitoto anatoka Yanga kwenda Azam. Na mimi na Makubi tulishiriki, tukafikia katikati, hatukulimaliza, lakini tulijitahidi kwa kiasi kikubwa, na hiyo na yenyewe pia ni kesi maarufu. Tulifanya na matokeo yake yanafahamika. Lakini tumefanya tena kesi nyingine ya Lame Kilawi kutoka Coastal kwenda Simba, ambayo of course iliishia njiani. Lakini pia bwana Muhiru kutoka Kagera Sukari kwenda Simba, nimezifanya hizo. Okay. Kwa hiyo kama unavyoona, ulivyokuwa unaniuliza kuhusu rangi ya nguo, mimi ni shabiki wa Simba, sijificha. Okay. Na unaona hata hizo kesi nilizokutajia nyingi zina vinasaba na Simba. Ila hii ya nani ya Feitoto na nani na Yanga na Azam, hapo ulikuwa unatafutia ugomvi. Sasa tuliingia kuchafua maji kidogo tu, kwa sababu kumvurugia Mogele. Yanga walivyoona, kwa sababu mimi ni mwana Simba na Makubi, kwamba tumeingia pale, walihisi kwamba ni Simba ndio yuko interested kumchukua Feitoto. Kwa hiyo hata ugomvi nafikiri uli-intensify kwa sababu ya hizo. I wish yani wangejua tu kwamba hakuwa Simba, yasingefika huko alikofika.
Kwenye wakili mkishindaga kesi huwa mnafurahia, mnafanya sherehe au mnashangilia kwamba yes. Kwenye kuogelea tunayo ukimchapa mtu unashangilia, huku inakuwaje? Tunashangilia kama unatumia vitu fulani, una pop champagne, unapata whisky, unaweza ukatoka ukaenda sehemu ambayo ukajipumzisha mkafurahi. Naweza ukaalika maakili wenzio mkapata chakula cha pamoja. Kwa sababu hizo kazi huwa ni nzito, zina tension kubwa. Ndio. Kubwa sana. Kwa hiyo ni ushindi tu kama mtu unavyosherehekea ushindi mwingine. Na kama ulivyogusia kwenye kuogelea, sasa tofauti na kwenye uwakili. Sisi kwenye kuogelea unampongeza aliyekushinda kwenye next lane. Yes. Mara chache sana mawakili sisi kwamba aliyekupiga unakuja kumkumbatia, yani haitokei sana. Baadaye sana. Ngumu. Mara wateja wenyewe pia wakiona hicho kinatokea wanataka kufuta kazi. Umeuza kesi. Anaweza kukufuta kazi. Shukrani sana. Tunaenda mapumziko kidogo, tutarejea. Hii ni Diaspora na Uchumi. Welcome to Daily TV, your daily dose of inspiration. We offer news and entertainment, one-on-one interview, live streaming, corporate events, connecting stories, and wedding coverage. There's something for everyone. Let the screen bring your day to life. Contact us today.